Sura Mungu wangu, neema yako iachilie siku ya leo, wema na utukufu wako, fadhili na uwezo wako, katika jina la Yesu. Nikuone wewe Bwana, nikujue wewe Bwana, ushuke ndani yangu, uhudumie maisha yangu. Mahali nilipofungwa unifungue kwa neno lako, mahali niliposimia unifufue kwa neno lako. Yesu Roho uzima, shuka ndani yangu. Kila mawazo na fahamu za kibinadamu, za kipepo na za giza, ninazidisha. Kila fikra na mawazo ninayadirisha mahali hapa kwa jina Yesu ya, kwa jina Yesu ya. Neema yako Mungu shuka na kunihudumia. Neema yako Yesu shuka na kunikomboa. Kila kijinuacho kinachojinua juu ya mimi Mungu, ninakiharibu kuanzia sasa katika jina la Yesu. Moyo wangu kuwa tayari kumsikia Bwana, moyo wangu kuwa tayari kutembea na Bwana, moyo wangu uwe tayari Bwana, moyo wangu uwe tayari kumsikia Bwana, katika jina la Yesu, amen. Shangilia Bwana. Amen. Fungua kitabu kile cha Waefeso sura 5 mstari wa 14. Tutasoma pamoja watu wa Mungu, kila mmoja alikuwa. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 14. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 14 inasema, hivyo usema amka wewe usinziaye. Hivyo usema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Na Kristo atakuangaza. 1, 2, 3 tusome wote mliona. Tutasoma pamoja, na kusoma na tuongoza kwenye kusoma, na wewe unasoma kwa sauti yako. Amina mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina sababu ya kukuambia kila mtu asome na afungue mahali hapo afike. Concentrate kwenye ibada. Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! Fire! Shout fire! Fire! Shout fire! Shout fire! Shout fire! 1, 2, 3. Hivyo usema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu,
na Kristo atakuangaza. Rudia tena. Ndio. Hivyo kusema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Baba, asante kwa jina lako na neema yako, nalibariki na kulitukuza. Ukisema umesema, ndio yako ni ndio, kweli yako ni kweli, neno lako ni wokovu na uzima. Pumzi ya uhai wa neno lako litumshi na kutuangaza katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu, amen. Jinsi ya kuamsha hatima ya maisha yangu. Jinsi ya kuamsha hatima ya maisha yangu. Hatima ni kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Mungu alipotumba, kuna mambo alitusudia tuyaishi, kuna mambo alikusudia tuyafikie, tunaita hatima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo hatima hubebwa na yule mtu aliyeumbwa na Mungu. Mwanadamu ni matokeo mwanadamu, mtu ni matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu ni matokeo ya nani? Ya mwanadamu. Na mtu ni matokeo ya nani? Mtu ni matokeo ya nani? Ya Mungu. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wa sura yetu, kwa mfano na sura yetu. Kwa mtu ndio yafanyika kwa mfano na sura. Mwanadamu ni matokeo ya baba na mama yake. Kwa sababu mimi nimefanana na Mungu, nimefanana na Mungu. Mungu ana sura kama ya kwangu, ila mtu mwanadamu haipo kufanana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu sio mfupi wala Mungu sio mrefu. Halo. Mungu sio mweupe wala sio mweusi, ila mtu anafanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapozungumzia kuhusu habari ya kuamsha hatima iliyolala kwenye maisha yako, ninataka yule mtu ambaye umo kwa mfano na sura ya Mungu ni amke ndani yako. Sikiliza nikwambie kitu mtu. Utu wa ndani ndio mtu mwenyewe ambaye anasadifu wewe katika namna ya mwili. Huyo akilala, maono yako yamelala. Huyo akilala, ndoto zako zimelala. Huyo akilala, maisha yako yamelala. Leo akapate kuamka katika jina la Yesu Kristo ya hai. Ukishindwa kuishi kwa makusudi na mapenzi ya Mungu, ujue roho ambaye ndo mtu aliyeumbika ndani yako, ujue amezimia, ujue amekufa, ujue amelala. Ndio maana maono unayotaka yatimie, ndio maana safari unayotaka iendea unashindwa. Leo akapate kuamka katika jina la Yesu. Na nasema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo akapate kukuangazia. Haleluya, haleluya. Sikiliza mtu wa Mungu mahali popote ulipo, ni neno moja nalokuambia. Mtu wa ndani akiwa amezimia, mtu wa ndani akiwa amekufa, hauwezi ukaona maendeleo katika namna ya mwili.
na ni hatari kubwa kama mtu wako ndani akiwa amezimia au amelala katika usingizi wa mauti kabisa bila kufufuliwa, wewe maisha yako yawezi kupiga hatua nyingine tena. Unaposikia mtu anasema nimekata tamaa, nimechoka, siwezi kuendelea tena, na kweli ukitazama ameishiwa nguvu, hawezi kujisogeza sehemu aliyokuweko, ujue mtu wake wa ndani ndio Yesu. Matokeo yoyote unayoona katika dunia mtu anayefanya kwenye maisha yake ni nguvu inayotokana na kutonda nilikuwa nao. Inamaanisha rohoni ndiko kuliko na chanzo cha matokeo halisi ya mtu. Rohoni kukiharibika, kukisinzia, kumelala, matokeo ya mwili huwezi kuyaona mtu wa Mungu. Leo Bwana ametupa neema ya kusema tena mara nyingine, roho yako sizimia wala kulala, roho yako sichoke wala kukata tamaa, ila tunaachia ikapate kuvuvuka. Usikate tamaa tena, usishindwe tena, usiteseke tena, usiharibikiwe tena, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unapoona mambo yameharibika katika dunia, mabaya yanatokea, ujue rohoni kulishaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, Mungu anasema tusizimie moyo, sizimie moyo, sikate tamaa, kwa maana najua mtu akate tamaa katika namna ya mwilini, mtu anazimia moyo katika namna ya rohoni. Kule akishazimia mambo yake pia lazima yalale na yazimie. Kuna mtu unajiona na unajua kwamba kuna jambo unatamani sana kulifanya na unalipenda kweli kulifanya, lakini unapoingia katika sehemu kulifanya unaishiwa nguvu ya kutenda, unashindwa ujue wapi pa kuanzia, ujue rohoni unakuja kuharibika. Kiukweli unayo ya kutenda jambo jema, lakini hauoni nguvu ya kufanya hayo mambo. Hiyo nguvu imeondolewa rohoni. Bwana leo akurudishie katika jina la Yesu. Sikiliza mpendwa, sikiliza mtu. Nasema mpenzi gani na ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama ifanikiwa roho yako. Ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama ifanikiwavyo roho yako. Maana hauwezi kuona mafanikio katika namna halisi ya maisha yako isipokuwa rohoni kumefanikiwa. Usipofanikiwa rohoni, mwili huwezi kufanikiwa. Usipoinuliwa rohoni, mwili huwezi kuinuliwa. Lazima uanze kufanikiwa rohoni kwanza, wewe ukapate kuamsha mtu wako ndani, ndipo matokeo yaweze kuonekana. Sasa kama mtu ambia, mbona afiki kanisani, afiki kusali, mbona apendi kutolea, mbona anakuwa mvivu? Si rohoni kuna shida. Rohoni kuna, fungua kitabu cha Ezra sura ya kwanza, kitabu cha Ezra haraka tu. Ezra Kitabu cha Ezra. Ndio. Kitabu cha Ezra sura ya kwanza. Tunaanzia mstari wa kwanza. Inasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Mfalme wa Uajemi. Ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia. Ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha nabii Yeremia lipate kutimia. Bwana akamwamsha roho yake Koreshi. Bwana akamwamsha roho yake mfalme Koreshi.
Koreshi, mfalme wa Uajemi, mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbio katika ufalme wake, hata akapiga mbio katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema, mstari wa pili, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi. Shatu mstari wa kwanza, huko tutaendelea. Katika mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi, Bwana aliamsha roho ya mfalme huyo, ndipo akaanza kupiga mbio. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko mbele nitaelezea. Mfalme Koreshi, Mungu aliamsha roho yake ili wapate kumjengea madhabahu ya kwenda kumwabudu, kwenda kumjengea Mungu hekalu la kumwabudu. Bila roho ya mtu kuamshwa kwenye maisha yake, hawezi kutenda makusudi ya Mungu katika maisha yake, hawezi kuishi hatma ambaye Mungu ameiweka ndani yake. Roho ya mtu ikiwa imelala, imesimia, hawezi kutenda jambo lolote. Mwana mtu na roho toka kwenye uzinzi, hawezi kutoka kwenye uzinzi ikiwa roho yake imekufa. Dhamiri yake haisensi tena kumwambia hili jambo ni baya, akishaangamia huko, hawezi kuchomoka mali. Sikiliza, Bwana anamwambia mfalme Koreshi, nenda unijengee nyumba ili watu wapate kuniabudu mimi. Koreshi anapiga mbio katika ufalme wake, anasema aliye mgeni aliye mwenyeji abebe sadaka ya kuja kuleta matoleo, tumjengee Bwana nyumba yake, na siokuwa na sadaka apewe na mwingine sadaka ili amjengee Bwana. Aliye mgeni kwako umpe sadaka na aje mtolee Bwana. Mgeni ajitegemea mwenyewe akatoa sadaka ni sawa. Na wanamzamia kanisa. Kanuni Biblia inakataa. Leo sasa. Sasa ni leo tunaendelea taratibu. Mgeni aliyekuja kwako kukutembelea, kukuona katika familia yako, unaposema ninampeleka kanisani kwako, mpatie na sadaka, mwambie kamtolee Bwana. Yeye aliongeza na ya kwake pia tu. Sio machazo ya kwako tulikuwa. Mpe na kwako. Unajua maana yake? Unajua maana yake? Wale wanafikiri kipindi wale malaika wanamtembelea Ibrahimu alikuwa na chako. Wale ndio upate hiyo. Nakawa na wasindikizi. Wakarimu wageni ndio kuna nguvu kubwa matokeo, kwa sababu ili mtu afanikiwe lazima atoe. Unaposema mwingine amekuja kwangu anakuja kunibariki, nibarikiwe na wageni, unatakiwa utoe. Sasa kama msema mwingine aje mwenyeji aponge, ndio sasa utapona baada ya kumtolea yule mtu, kumfadhili na kumtendea matendo mema. Sikiliza, anakuja kwako, unajua ana hela au ana hela, sio maana unampa chakula, unampa maji, anapotaka mtu unamwambia naudia. Unatoa kwa kumfadhili pasipo kutaraji chochote. Tumefundisha msishike simu, ama ni mchungaji nimefundisha msishike simu. Lakini ni nzuri discipline. Amina mtu wa Mungu. Sikiliza mtu wa Mungu. Katika utoaji ndio kuna baraka inatokea kwenye maisha.
Mtu yeyote aliyemvivu kutoa, anayejihurumia yeye mwenyewe, huwa hajawahi kujiponya. Sasa nikitoa nitakula hiyo hela, utakula wakati huu, baadaye ipata tena. Yule kusaidia umemkataa, maana yake baadaye utaweza kupata msaada, kwa maana umejikanga mwenyewe kwa fedha yako. Haleluya, haleluya. Na sifika kuhubiri sadaka, nifika kufanya roho yako ipate kuamka katika jina la Yesu. Kwa Koreshi mfano roho yake na mshwa na Mungu kwenda kumjengea. Roho ya mafanikio iko ndani yako, roho ya uzima na afya iko ndani yako, roho ya ndoa na ustawi iko ndani yako, roho ya kuangaza iko ndani yako, roho ya ustawi iko ndani yako. Ikilala hiyo mambo yako yamelala. Ndio maana neno anasema amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu, Kristo atakuangazia. Maana kitendo unachokenda sio sio kutoka nje, kiko wapi? Hiyo biashara unayotamani Mungu anamtaka iko ndani yako. Hiyo kazi na chochote cha kitamani kiko wapi? Kwenye Misali anasema mkabidhi Bwana kazi yako na mawazo yako yatathibitika. Misali 16 mstari wa 3 nisome. Misali. Mkabidhi Bwana kazi yako na mawazo yako yatafanyaje? Yatathibitika. Mithali 16 mstari wa 3 anasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Simple. Ukiamsha roho yako, kile unachokitaka kifanyike, sio unakifikiri ulivyoamua, sio unakiwaza kinyume, ndio mawazo yako. Sasa kwenye utendaji mwambie hili Mungu ninakupa wewe, ninakupa. Kivipi? Unapofika kumtolea Mungu sadaka, mwambie kazi yangu na ikabidhi sadaka hii. Hii kazi ni ya kwako. Afu unaondoka. Wewe unachowaza mafanikio. Lazima ufanikiwe. Kwa sababu Mungu atafanikisha mawazo na kufikiri uzuri. Ndio maana nasema Mungu atembee na mtu asiyokuwa na maono. Kwa nini? Asiyokuwa maono hawezi kufikiria katika mchakato wa kuendelea kwa safari yake. Haleluya, haleluya. Kuna maono yatakufa kwa mtu yule ambaye amelala katika namna ya rohoni. Leo kila mtu kapate kuamka katika jina la Yesu. Roho yako kapate kuamshwa kwa jina la Yesu. Bwana achilia pumzi mpya kwenye roho yako. Usizimie wala kulala. Mafanikio yako kwako, ustawi wako kwako, neema yako kwako, kibali yako kwako, katika jina la Yesu Kristo. Shout amen. Sikiliza mama zangu, dada zangu, haleluya. Hello. Amen. Sikiliza namwambia kitu mtu wa Mungu. Roho hatma ikilala, utamwona mtu anakimbizana kufanya mambo mengi, lakini haoni hata moja likitimia kwenye maisha yake. Anawekeza juhudi nyingi, lakini haoni matokeo mazuri. Ni kwa sababu hakuna nguvu ya ndani na isukuma mambo yatokee. Nilikwambia baraka sio matokeo. Baraka ni nguvu ya Mungu iliyomo ndani ya mtu inayompa kumfanikisha kwenye mambo yake. Hiyo ndio baraka. Baraka sio gari, baraka sio nyumba. Hayo ni matokeo ya baraka, ni matokeo ya mtu anayebarikiwa kwenye maisha yake. Sasa nguvu ya Mungu iko ndani yako. Ndio maana nasema yeye ndiye atupaye nguvu za kupata nini? Maana
Maana utajiri unatoa matokeo ya ile nguvu unayopatia nani? Ili uishi baraka, lazima mtu wa rohoni aamke, aanze kuchochea mambo yatokee katika ulimwengu wa mwili. Sikia kitu kimoja, mtu wa Mungu, wewe sio kwamba una nguvu. Hakuna mwanadamu ambaye anamwona hana nguvu na ya kufanya mambo makubwa sana. Hiyo nguvu haiwezi kuonekana usipoamsha roho yako. Hicho unachokitaka hakiwezi kukipata usipokubali kuamsha roho yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Mafanikio kweli unayo na nguvu ya kufanikiwa Mungu alishakupa, ila imelala. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefanyaje? Sasa kama imelala, hauwezi kufanya kitu kikatokea. Mambo yanayofanya roho ya mtu ikalala au ikafa ndani yake, jambo la kwanza hakika, mambo yanaweza kufanya roho ya mtu ikalala au kuzimia. Mambo yanayofanya au yanayosababisha roho ya mtu ikalala au kuzimia. Mtu roho yake haiwezi kalala tu pasipo kwa sababu, haiwezi kazimia tu pasipo sababu. Kuna mambo yanasababisha. Unapomwona mtu anafanya jambo alitokei, anasukuma mambo, matokeo hayapatikani, ni kwa sababu kuna sehemu fulani alijikwaa. Baada ya kujikwaa, mambo yake yakafunga na haoni matokeo tena. Na bahati mbaya hajui, yeye anaendelea kukimbizana kwa baraka itokee na baraka itokee. Jambo la kwanza, kuishi maisha ya dhambi. Tuna listi tunastafundisha hapo. Jambo la kwanza linamfanya mtu roho yake kalala ni kuishi maisha ya dhambi. Sababu tunajua watu kama sengenya, kwa sababu watu kama sengenya muda mwingi wa kutumia mkana Mungu unaopoteza, unakaa kwenye video na unamsimisha, anakuambia nenda kufanya mwanzo, una kazi hapo, utaki kuchomoka mahali hapo, roho yako lazima italala. Anaposema Mungu msichochee karama, maana yake anajua unayo ndani yako. Wewe unachotakiwa ni kuifanya tu amke, uchochee isilale ndani yako. Sasa ukiwa unapenda kupiga story sana, muda mwingi unapiga story sana, hata kama sio mbea, unaketi barazani kwa watu wanafanya nini, usemeaji watu, utukanaji watu, lakini muda mwingi mkikaa hamuongei kuhusu habari za Bwana, ni story zenu tu, kutanjaniana tu. Mungu upasi kuishi. Amina, amina. Unajua kuna mtu anasema, ukimwambia baada ya samba anasema mimi nina dhambi sifanya, lakini yeye anatoa. Kwani ni bado ni tatizo? Hakuna vitu vingine vinakuamsha wewe jua. Ndio kama nakwambia, ni vidogo sana katika mtazamo wa akili mtu. Nilazo sasa ni vidogo katika mtazamo wa akili. Mtazamo kawaida, kupiga story, unapoteza muda. Unapiga story masaa mengi kufanya kazi. Unapiga story masaa mengi kuliko kumtafakari.
Mungu anasema kwenye kitabu cha Yoshua, litafakari. Kuna wakati punguza wakati wa kuomba, angalia katika kutafakari usiku na mchana neno la Mungu. Kuna siku kuna haya sana kutoka hapa, usifanye chochote, sio kakae kimya. Chukua daftari yako, chukua peni yako, chukua Biblia yako. Kuna kitu utasikia unapoona unaamini. Au umesahau? Unapoingia kwenye maombi kwenye kwako, ukiona mambo usikii kuendelea, nyamaza kimya, tafuta kutafakari mbele za Mungu. Mungu anaposema anakusikia, anataka kujibu na umsikilize. Unaomba peke yako, na siku zote unaongea wewe tu, usikie Mungu anasema. Ni kwa nini? Kwa sababu wewe umejaza mambo mengi kwenye akili yako. Mungu anaposema hata uelewi nini anasema. Kwa lazima upate muda kutafakari usiku na mchana. Anasema neno lisitoke kwenye kinywa chako. Kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali tafakari sheria ya Bwana usiku na mchana. Kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwako, bali tafakari sheria ya Bwana usiku na mchana. Nasema kama hivi meditation, sio meditate, unatafakari. Kwa kuna wakati unaweza kuwa unataka kuingia kwenye maombi. Kama unaingia kwenye maombi, anza kutafakari kwanza. Unachukua andiko unaweka hapa, unalisoma unarudia, unasoma tena unarudia, unasoma tena unarudia, mpaka rohoni inaanza kusensi. Utaona kuna vitu unasikia ndani yako. Ukianza na kutaya mando, ukiatabata sasa, rapa tekete, yoresha, yoresha. Kuna vitu vitaendelea na vinatokea, bado unasikia na pesa tu. Unanyamaza kimya. Unanyamaza kimya. Kaa kimya, tafakari. Unasikia Mungu anaongea hapa. Anakuambia uchakiomba ni 1 2 3, fanya 1 2 3. Hauwezi kuona na kusikia sauti ya Mungu ikiwa wewe siku zote unasemaga mwenyewe peke yako tu. Anasema ndio tusemezane. Sema naye aseme. Wewe unasema kuna kitu mambo yako. Matunda ameanza nyumbani anaomba, Mungu nisaidie. Unapomaliza maombi yako tu unakuta umetoka unaenda kwa rafiki yako kwanza kupiga ombea kidogo, au unaenda kupiga story kwanza kidogo. Wakati huo unakwenda kupiga story, ndio Mungu anataka kusema na wewe huwezi kumsikia. Roho ya mtu iliyolala na kuzimia, roho ya mtu iliyolala na kuzimia hawezi kama kuishi maisha ya hatima ambayo Mungu amekusudia. Ukitaka kujua hiyo kitu tunachokufundisha, kaanza leo tunapoomba pale maombi ya kuamsha roho na hatima ya mtu. Omba kwa uaminifu mbele za Bwana, afu kaa kimya, tafakari. Atakwambia wapi ndipo. Atakwambia hatima yako ni shida na sasa hivi fulani. Kama swali liko hapa, kuna hiki kuzingatia, kuna hiki kukiacha, hiki ukifanya, kafanya hiki ufanikiwe. Uwezi kusikia hiyo sauti. Roho yako si kwapi. Na mtu roho yake iliamka wakati wote anawaza kusoma Mungu. Ni kweli anaanza kuwa na mambo mengi sana, lakini kitu cha kwanza kipaumbele kwenye maisha yake ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili sura 7:14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 inasema, ndio, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha
wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Nitasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sikiliza, watu wanaoitwa kwa jina lake wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Anasema kuomba, kutafuta uso ni nini? Halo? Nawafundisha kitu kikubwa sana, naomba msikie na mwelewe na mkaishi wakati wafundisha. Ni kweli umeomba, sawa, tafuta uso wa Mungu. Unatafuta, lazima ukae kutulia. Unachukua script unaweka hapo, unachukua neno unaweka hapo. Tulia, mwanzo kutafakari. Wakati unapoendelea kuingia deeper kwenye mawazo haya, unamsikia Mungu anaanza kukuambia 1, 2, 3 hivi. Ndio vizuri. Alafu anakuambia usiishie hapo. Acha sasa ile njia mbaya. Misali hiyo 16 mstari wa 2. Anasema Misali 16 mstari wa 2. Misali sura 16 mstari wa 2. Inasema, ndio, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Njia zote za mtu ni safi machoni pake yeye mwenyewe. Bali Bwana huzipima roho za watu. Sikiliza. Njia anaiendea mwanadamu siku zote anaikosa. Iko sawa. Haina shida ndani yake. Kuna wakati kweli utendi dhambi, lakini njia unatafuta hela. Njia unaitumia kufanya mambo yako haiko sahihi. Kwa sababu Mungu anasema ndiye akupaye hatua. Akupaye nini? Hatua. Njia unayoendea Bwana anashindwa kukupa hatua uendelee kwenye njia. Hello? Sababu ya pili, kutokumcha Bwana. Kutokumcha Bwana. Sababu ya pili inaifanya roho ya mtu kalala. Unaenda wapi? Bado niko hapo. Sababu ya pili inayosababisha, jambo la pili linalofanya mtu roho yake kalala, kutokumcha Bwana. Mtu anawekaje muda wake na Mungu? Hello? Mtu haweki muda wake maalum na Mungu. Jambo la tatu, kuto kuacha maisha ya siri, kuto kubadili maisha ya siri. Maisha ya siri njia kuto kubadili maisha wapi? Siri. Kuto kubadili maisha ya siri. Maisha ya siri ni mtu yule anayefanya mambo yeye na Mungu tu anajuaga. Haleluya. Kuna maisha fulani watu wanaishi tukiyaona hayo mambo yamesitirika, yako mafichoni, ila Mungu anajua. Sasa yaani kama mtu anafanya jambo fulani hivi na anajua ile alipendezi, si kwa Mungu, hata kwa jirani yako, na hivi hili ninalomtendea ni baya, lakini unasema yeye, unajua wewe na Mungu usipokubali kubadili hilo jambo tazama nia. Sina malaki. Kwa maana kisini kwako nia yako inajulikana.
ukiendelea vile, sasa nasema ukiendelea kushupaza shingo nafanya nini? Haleluya. Haleluya. Nisome kitabu cha Isaya sura ile ya 51 mstari wa 9. Kitabu cha Isaya sura 51 mstari wa 9 inasema, ndio, amka amka jivike nguvu. Amka amka jivike nguvu, mkono wa Bwana, mkono wa Bwana. Amka kama katika siku zile za kale, amka kama katika siku zile za kale, katika vizazi vile vya zamani, katika vizazi vile vya zamani. Nenda 52 mstari wa kwanza. Isaya sura 52 mstari wa kwanza nasema, amka amka jivike nguvu zako. Amka amka jivike nguvu zako, Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu. Jivike mavazi yako mazuri, Yerusalemu. Mji mtakatifu, kwa maana anatokea sasa hata ingia ndani yako. Mtu asiyetahiriwa wala asiye najisi. Haleluya. Mungu anakuambia uamke, anatuambia tuamke, tujivike nguvu zetu, kwa maana sisi ni mkono wa Bwana. Mungu anataka tuna jambo anatutumiaga sisi watu. Ndio maana ni mkono wa Bwana. Amtumiana nini? Kwa anapokutumia wewe ni kama mkono wake tena lema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi ninapoweka mikono kwenu na waombea, naona ishara na miujiza, ni mkono tu wa Bwana unaotendeka juu yako. Kwenye udongo huyu ameshuhudia leo ndio. Ameshuhudia hapa kusema baada ya kwenda kuweka siku nyingi hakuna wapangaji wanapatikana. Sasa watu wanashuhudia sisi kwa sababu wameshuhudia kile kimwa hawataki mambo yaonekane. Lakini shule ziko ni nyingi sana kupitia leo nini? Udongo. Tulifanya ibada hapa. Siku moja nakumbuka. Ibada ya udongo, unakumbuka? Umesahau? Au kile mkweko. Iko ibada hapa ya udongo kufanyika. Sasa watu mambo mengi yametokea, watu wamepata kazi, wamepata nini, lakini hawasema mnyamaza nini? Watu mambo yaharibika, nilikuwa sawa. Na sasa nataka niseme wafikiri sababu wao walikuwa sawa. Sababu ni neema Mungu ilitoka hapo ikafanikisha watu. Bwana asifiwe sana. Hata kama wewe haukuona, leo roho yako yamke na kaanze kuona katika jina la Yesu. Leo kaanze kuona miujiza Bwana juu yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu na watu wamekulaza usingizi. Hiyo wanaoje. Bwana sasa sana. 51 na 21. Sawa. 51 na 21. So, Isaya sura 51 mstari wa 21. Basi kwa sababu ya hayo ulisikilize neno hili. Ewe uliyeteswa na kulewa. Lakini si kwa mvinyo. Mstari 22. Bwana wako na Mungu wako awateteaye watu wake. Asema hivi. Tazama ninaondoa mkononi mwako kikombe cha kulevya. Hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu hutakinywea tena. Rudia pale tena.
Bwana awateteaye watu wake asema hivi: nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevyalevya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu hutakinywea tena, nami nitakitia mikononi mwao wakutesao, waliokuambia nafsi yako inama, tupate kupita. Nawe ulimfanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hao wapitao juu yake. Amen. Rudi 22 na 23 taratibu tu. Mstari wa 22. Bwana wako na Mungu wako awateteaye, Bwana wako na Mungu wako awateteaye watu wake asema hivi, tazama, nimeondoa mkononi mwako kikombe cha kulevyalevya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu, hutakinywea tena, nami nitakitia mikononi mwao wakutesao, waliokuambia nafsi yako. Tulia hapa kwa ndogo mbele msako tutamalizia. Sikiliza, Mungu anasema kile kikombe cha kulevyalevya ambacho si cha mvinyo, maisha yako yanaonekana kama mtu amelewa na mateso, anaona giza, haoni nuru wala mwangaza, haoni kuendelea wala kufanikiwa. Bwana anasema iko kikombe cha mateso juu yako amekiondoa. Sasa ni Bwana wako Mungu wako awateteaye watu wake. Ikiwa wewe ni Bwana tunayemwabudu hapa ni Bwana wako na ni Mungu wako, na yeye akutetee leo katika jina la Yesu. Akutetee leo katika jina la Yesu. Iko kikombe akawapatia wakinywe wao hayo mateso, wakateseke wao katika jina la Yesu. Na nasema malizia bwana, wanaokuambia nafsi yao, waliokuambia nafsi yako inama tupate kupita, nawe ulifanya mgongo wako kuwa kama nchi, walikufanya mgongo wako kuwa kama nchi, na kama njia kwa hao wapitao, juu yako. Sikiliza mtu, roho yako imelazwa na hao watu waovu, wanakutumikisha katika mambo wao wale faida, lakini wao ndio wanafanikiwa sana. Hayo mateso na kusababishia kama kufanya msukule ili uteseke wewe, wale mema yako wao leo lazima wakateseke wao katika jina la Yesu. Leo lazima wakateseke wao katika jina la Yesu, na mema yako yatatumiwa na wengine katika jina la Yesu. Baraka yako, neema yako, kipawa chako, huruma yako haitatumiwa na wengine kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Simama kwa miguu yako. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh.
ninaamsha roho yangu, ninaamsha roho yangu, ninaamsha hatima yangu, ninaamsha mahali popote pale, mahali popote pale, jana wa leo, siku ya leo, majira ya sasa, roho yangu iliyolala, hatima yangu iliyolala, saa hii naiamke haraka, naiamka haraka, naiamka haraka, naiamka haraka, naiamka haraka, majira ya Yesu, majira ya Yesu, majira ya Yesu, majira ya Yesu. Omba mshahara wako Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamsha roho yangu iliyolala katika jina la Yesu. Ninaamsha roho yangu iliyolala kwa jina la Yesu. Roho iliyolala ninaamsha sasa hivi. Ninaamsha roho yangu iliyolala kwa jina la Yesu.